nimpa milioni 15. Nikasema hivi, bwana, milioni 5 hii nakupa bure tu, utumia basi kwa sababu sio nilikuwa wakufa. Sasa nimepona, chukua milioni 5, chukua. Ila hii milioni 10 utanipa kidogo. Lakini utafute ngala kwa nyumba uwe unakaa pale. Sio kila siku tunatoa hela mfukoni, uwe na kanyumba kako. Kwa ndio. Sasa nifikiri nyumba aliyekuwa anakaa pale kanisani, nifikia kwa kumbe alikodi. Ndio hivyo bwana. Ni mwalimu mstaafu Daniel Lazaro Athumani wa kijiji cha Itunduma, kata ya Mtwango, halmashauri ya wilaya ya Njombe, akizungumza na IOTV akidai kutapeliwa fedha kiasi cha shilingi milioni 34 na nabii aliyemtaja kwa jina la Nabii Alpha Ibrahim Mwita wa kanisa la Mlima wa Utukufu lililopo katika halmashauri ya mji wa Makambako. Mwalimu Daniel Athumani ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 60 anasema alisimama kufundisha katika shule ya msingi Itunduma Januari 2023 kutokana na changamoto ya maradhi aliyokuwa nayo mpaka Machi 2024 alipoomba kustaafu kwa hiari ili apate muda wa kutibu maradhi aliyokuwa nayo, jambo ambalo aliweza kukubaliwa na mwajili wake. Anasema alianza kutafuta tiba kwenye hospitali mbalimbali huku pia akitafuta uponyaji kwenye makanisa mpaka alipofika kwa nabii ambaye pia mara baada ya kutafutwa na IOTV kwa njia ya simu, nabii huyo amekana kumfahamu mwalimu huyo. Mimi ni Amiri Kilagalila. Mimi ni Daniel Lazaro Athumani. Nimesoma shule Tandara. Nikiwa kama mwalimu wa daraja 3B. Baada hapo nienda kufundisha shule ya msingi Ipanga Lupembe. Ni kweli baada ya muda kidogo nihamishwa nienda shule ya msingi Upanga. Nimefundisha kufika Januari 2023 Januari. Kwa kweli nilipata ugonjwa wa stroke. Nilikuwa na HIV nikagwa tu chini. Watu niokota, basi nikaenda hospitali ya Kibena. Nikatibiwa, baada hapo sikupata nafuu, nikaenda Ikonda. Nikatibiwa. Baada hapo kuna mtu mmoja akasema, bwana wewe kwa ugonjwa inabidi niende kwa nabii nikaombewe. Ni kweli baada ya kukaa kufikiria nikaona kwa ugonjwa nafuu niombewe. Kweli nianza kwa Damasi nitibiwa. Baada hapo nikaenda kwa Gift Makambako. Baada hapo sasa nipande gari la kwenda nyumbani hapa Wangama. Stendi mpya ile. Nikaona nitachelewa, nikapanda kwa mlando gari litakulia. Basi napita pembeni nikaona mtu anahubiri. Anahubiri ilikuwa saa 7 hivi. Basi niangalie kwenda nikamkuta Nabii Alpha Ibrahim anahubiri. Baada hapo nikaingia akanihubiria. Basi nikarudi nyumbani saa 10 hivi. Ikawa saa kila Jumatano ni kama ibada naenda, Jumapili naenda nahubiri wa saa kule kwa Gift nimeacha. Basi baada hapo sana sema kuna kutoa ushuhuda, nikatoa ushuhuda. Basi kumbe ule ushuhuda ni watu mbalimbali walikuwa wanatoa ushuhuda. Yeye kumbe anasikiliza kwamba huyu mwalimu ametoa ushuhuda huu. Sio ile mwanzo yake. Basi akasema hivi, bwana, kuna nyumba kule Njombe ulivyotoa ushuhuda. Nikasema sawa. Ile nyumba bwana, kabla hujaingia inabidi iombewe. Nikasema kwa sababu nabii wangu anasema
ni kweli, basi aje aombe kabla sijaingia. Hiyo nyumba ni mpya? Ni mpya. Basi kweli kuna siku alikuja hapa, tukaenda kule akaiombea ile nyumba, basi akarudi nyumbani kwake Makambako. Kumbe nsiele wenzangu anachukua picha, akasema bwana, nimekaa nimelala nimeona ile nyumba yako kama ina marudio fulani hivi kama dudu. Sasa kama nabii ameona hivi, nifanyeje? Basi akasema bwana, uza nyumba ile unwe Makambako, maana ile ina marudio. Na mimi kwa kweli kwa akili yangu nikana kama ina mambo kama haya niuze hii nyumba, hata kama ni hasara basi pota pale nipate Makambako. Bwana huyu nabii anasema sipo za bei rahisi. Basi kweli alipata mteja. Na hiyo nyumba ulikuwa unajenga taratibu ukiwa kazini? Ninunua milioni 25 ikawa imekamilika. Ilibaki vioo tu na marumaru chini tu basi. Ni Njombe sehemu gani? Mji Mwema. Baada ya kuuza, ni kweli alipatika mteja, nikauza kwa hela ile milioni 25 ile. Ingawa nitumia milioni 34. Basi nikaona pota hapa niuze hiyo, kwa sababu huku alisema zipo zinapatikana kwa milioni 12. Basi ni kweli nyumba ile niliona, na hizo pesa kweli singia kwenye akaunti ya kwangu. Basi akasema hivi, chukua bwana, kwa sababu kule Makambako tutachelewa, maana hii sera ni nyingi, kuchukua ndani itakuwa kazi. Chukua hapa Mchombe. Kweli baada ya kuingiza yule jamaa nikachukua zile hela milioni 15 kwanza kianzio. Baada ya siku 2-3 anachukua napata zile milioni 10 nyingine. Nikasema haya basi, kweli nikachukua. Nikaenda Makambako, bana nyumba iko wapi? Asa hii hapa. Nikaona bana nyumba hii ipo chini, hii hapana, hela zipo kwenye gari huko. Basi tukaangalia nyumba nyingine, na nikakata nyumba nyingine, nikakata. Basi ikafika usiku. Wakati huo kwenye gari ya nani? Ilikuwa gari ya kwake, lakini kumbe alikuwa na kodi. Basi nikasema bwana, sawa, ni siku naweza nikavamia nini, wewe mwenzangu hela weka kwenye akaunti yangu, kwa sababu mimi ni usiku. Kwa hiyo asubuhi bwana ingiza kwenye akaunti yako, utaniambia kama nipata nyumba hiyo. Basi akasema umesema la maana. Tukafanya hivi. Basi siku 3 hivi akasema bwana, mwezio nimefiwa, nipo Arusha. Umefiwa nani? Na shemeji. Asema mtoto na shemeji wote wamekufa, na nasafiria maiti toka Arusha mpaka Tarime Msoma huko. Basi mimi kweli niliondoka pale kwa Jumapili, nikachukua jamaa moja hivi, si ni mpale mwenye yule, tukaenda benki pale NMB pale Makambako, nikatoa kama 100,000 hivi. Nikasema basi hii shukrani mwenzangu amefiwa, kweli nimtumia. Basi baada ya siku 3 akarudi. Baada ya kurudi nikasema vipi, yule mtu yule Njombe alisema na maliza milioni 10, vipi 20 bana kamalizie. Basi akasema sawa bana. Kweli tuliondoka. Ile jamaa kweli pale maliza, akasema bana, nitakuwa tumuone bwana Alisi wa Njombe na ofisi makao ya kata Mji Mwema ili tukamilishane. Basi tukamilishane. Ile jamaa kweli aliingiza milioni 10 zilizobaki zote kwenye akaunti ya kwangu cash. Basi baada ya kumaliza hivi, ile nabii mwenyewe akasema ile nyumba uliyoona milioni ni sawa milioni 12, lakini tumepata ile nyingine
milioni 24. Basi chukua na hizi hela ili tukamalize iwe kesi kwisha. Na mimi nikaona hapa kweli bwana, nyumba nimepata nzuri. Nikachukua ile, basi tukaenda na huyo Nabi. Tukafika pale, kweli nikasema bwana, nyumba hii nimeona ni nzuri, nafuu ninunue. Baada ya kununua nikasema inaonekana apatikane mwenye nyumba, isiwe kijana kama huyo. Akasema sawa. Basi mimi napigia simu. Huyo jamaa nyumba alikuwa Dar es Salaam. Nilisema bwana, kwa hiyo kesho ukamishe kila kitu, majina na hela unazo, mkamisha ni jamaa. Mimi ninapokuja iwe kwisha kila kitu. Basi akasema sasa bwana, wewe piga hapa, unapiga picha, maana napokuja hapa uwe na picha passport. Nikwenda akampiga hiyo mtu soka Dar es Salaam akaja. Ilikuwa kama saa 10. Sasa huyu mtu mbona hafiki, yuko wapi? Asema yupo Iringa anakuja. Sasa basi mimi namsubiri mpaka saa 11 hivi atakuwa ameingia, basi nimuone tu. Nikakaa mpaka saa 11 hiyo. Nikaona hafika. Nikasema bwana, kwa sababu hela unazo mwenyewe na ujamaa unamfahamiana naye huyu, basi utampa hizi hela na kukamisha hivyo vitambulisho vingine, passport mpika nazo na jina unalo, kwa hiyo kila kitu muandikishane. Akasema haya bwana, maana sasa ni usiku, nenda nyumbani kesho uje. Kwani nikaenda pale kesho yake. Nilipofika pale nikaona jamaa anapika kama daladala hivi. Ile jamaa ameenda ng'ombe kusalimia. Sasa mimi nikaa najiwaza ameenda ng'ombe namna gani, maana swala la kwake ni sio muhimu. Sio mbaya. Basi asema ngoja. Kweli alikuja mwenzake mwingine mmoja. Nikasema mwenzako yuko wapi? Akasema anakuja tu, kaa subiri kwanza anakuja. Nikakaa nikakuta haji. Basi yule jamaa yule naye ni mchungaji, lakini nabii naye yupo kwenye kanisa hilo la kwake. La huyo nabii. Haja basi atakao amechelewa, sio mbaya. Nikamnunua chakula ujamaa, akana nikasema nenda kwa mguu wewe, hapa ni jirani. Basi mimi nikaondoka. Siku inayofuata nikampiga simu. Bwana vipi kuhusu swala la nyumba ile? Asema hata kila tutali, ila sana una jamaa anapika chenga. Nipe akaunti yangu, yani ya mimi. Sasa nitakupa akaunti yangu tena na hela nyingi ninazo mwenyewe, sasa ni tena. Sasa nimeona yule bwana, haiwezekani. Nipe akaunti yangu, ile hela nihamishe kwenye akaunti yangu sije kwako. Basi uchukue hizo hela kwenye mkono nipe, mimi mwenyewe nitaingiza kwenye akaunti yangu. Asema haya basi uje. Siku inayofuata hiyo saa 5 napika simu hapoki. Inaita tu gini hapoki. Napika simu hiyo saa 5, saa 6 hapoki. Nikashtua jamaa atoka mkorofi. Wakati yote yanaendelea, mlikuwa mnaendelea na ibada kwenye kanisa lake? Nilikuwa kwenye ibada yake. Okay. Basi nikaona hapa kwa nini hapoke? Basi kuna jamu moja senti mpya pale pembeni hivi, imeandika benki ya biashara hivi. Amekaa niulize, huyu jamaa mbona anapika simu hapokei? Inaita kina hapokei. Jana jioni tumeongea safi, kwa nini? Basi kwa sala hili bwana, wende polisi watakusaidia. Ndio maana mimi pale nikaenda polisi. Basi nikaeleza tatizo langu ni nini. Wakasema bwana, huyu mtu ni kama tunamfahamu. Sasa kumpata, kaa kwanza hapa mpaka saa 4 hivi, saa 3 ndio tutampata. Kumbe bwana, wale polisi sielewi, walikuwa wanaenda kuangalia anakokaa. Kumbe kule alihama. Naona. Basi
ushirikano wa mwenyekiti na pale basi kwambia natokea Makekere. Basi ukaenda Magere huko saa 2 hivi. Wakamwona mwenyekiti wa kitongoji na balozi. Baada ya hapo wakaanza kuhojiwa na wale balozi na huyu polisi. Ni traffic lakini ni polisi. Wakasema sawa bwana, kumpata itabidi tuingie kama saa 4 hivi mchango tu wa Mwenge, maana Mwenge si rama kama basi wakaingia. Walipoingia yule jamaa akapiga hodi kwenye nyumba yake. Kwanza huyo polisi ulikabidhiwa na mkuu wa kituo au? Na mkuu wa kituo. Bwana. Basi ni kweli bwana tunaomba mchango sini nani, kumbe wanamwangalia kama hivyo alfa. Basi hapo yeye akanipigia simu, sio kitu gani. Kumbe mimi nimekaa na wale polisi. Asema unasikia bwana, ule mzigo uje kesho asubuhi bwana. Uko wapi? Nisema nipo nyumbani. Asema nasikia. Basi nikakata simu. Basi tupoingia akasema kati ya watu 6 hapa, maana walikuwa balozi mwenyekiti na wengine na ndogo wake mmoja hivi ni polisi pale anapokaa. Ni nani? Nikasema ni huyu hapa. Kweli alipo niona mimi akalishtuka kidogo, akaanza kueleza ya kweli huyu mzee nichukua hela milioni 24 na nimenunua nyumba tayari na nimemoja. Basi wali askari wakamuuliza zile hela ziko wapi? Akasema zipo kwenye account. Account iko wapi? Anasema ipo ndani. Basi yule mdogo kaingia ndani akachukua ile account. Basi ile account akachukua wale polisi na akavaa sufuria, basi akambeba akaenda kituoni. Kufika kituoni kote akuuliza, walimweka ndani. Basi ndio hivyo bwana. Na baada ya kumweka ndani na kwenye akaunti hiyo fedha milioni 24 ilikuja kupatikana. Sasa walikuwa na ngoja wameshika au polisi hao. Sime polisi hao. Asubuhi wakamfungulia, bwana, sasa tunataka akaunti yako tukachukue hela hii. Maana hela hii inaonekana sio yako ya huyu mzee. Kweli yeye alimasa sina hata senta. Mbona hela umechukua Ijumaa? Pasa ilikuwa Ijumaa kitu kama hiyo. Umeweka wapi? Asema si nimetumia, si nilipa madeni mengine. Basi wakasema bwana haiwezekani, kwa hiyo tudanganya siku ile. Basi wakamweka ndani tena. Sasa mimi nipo nyumbani huku nikashangaa mdogo wake si amekuwa mlamana si hiyo fedha anasema alitumia kwenye madeni yepi? Kusema kwa kweli. Alisema nyingine, kuna nyingine nimelipa madeni kusema. Awali tulipata taarifa kwamba fedha ambayo umetapeliwa ni milioni 34. Lakini kwenye akaunti hiyo ilikuwa ni milioni 24. Hiyo milioni 14, si ndio? Hiyo ilikuwa wapi na hiyo ilitoka kwako kwenda kwake kwa namna ipi? Kwa kweli kabisa bwana, baada ya kuona nabii ameni ukuza mpona niombea na mguu naenda vizuri, nimpa milioni 15. Nikasema hivi, bwana, milioni 5 hii nakupa bure tu, utumia basi kwa sababu sio ni kwa wakufa. Sasa nimepona, chukua milioni 5 chukua. Ila hii milioni 10 utanipa kidogo kidogo. Lakini utafute ngalo kwa nyumba uwe unakaa pale, sio kila siku tunatoa hela mfukoni, uwe na kanyumba ka. Kwa ndio. Sasa nifikiri nyumba aliyekuwa anakaa pale kanisani nifikia kwa kumbe alikodi. Ndio hivyo bwana. Ulimpa kama zawadi? Milioni 5. Ila 10 sema bwana hii unanitafuta kidogo kidogo.
lakini unatafuta kidogo dogo. Hii milioni 10 utafuta ukauacha kadogo uwe na nyumba yako. Tusiwe tunatoa kanisani si malipo nini, si mna kodi ya nyumba si ilikuwa ndio hiyo. Kwa hiyo hii milioni 10 ambayo ulimpa kuwekea, alikuwa analicha kidogo dogo. Ulimkopesha? Saa rejeshi. Tueleze hapo hii milioni 10 iliendaje kwani? Nimpa na ile milioni 15. Mimi nilichotaka kujua hii milioni 10 ilikuwa ni mkopo yeye kuazima au ili mpaka inatoka kwako ilikuwa ni kwa aliazima na akiahidi kwamba atarudisha baada ya muda gani? Kweli ilikuwa kidogo kidogo kama milioni 2 akipata arudisha. Mimi ni muamini kwa sababu alikuwa ni nabii wa kanisa hili. Mimi ni muamini bwana. Ndio hivyo. Kwa jumla yote ndio ikawa 34. Kwa upande wangu sijawahi kupokea pesa ya mtu. Labda yeye unaweza kukaa naye chini ukamuuliza hiyo pesa alimpa nani, na mimi atakueleza vizuri zaidi. Lakini kwa upande wangu mimi kama mimi sijawahi kubeba pesa ya mtu. Lakini huyu unamfahamu vizuri huyu mwalimu? Anaitwa mzee nani? Anaitwa Mwalimu Daniel Lazaro. Daniel Lazaro. Mbona mjeto Daniel sasa mbona mjua? Anasema yeye alikuwa ni muumini wako kanisani kwa siku kadhaa. Inawezekana baada ya kumuona kwa sababu alikuwa ni muumini wangu naweza nikamjua kuliko kuwa naongea kwenye sababu simuone. Lakini wewe huna tuhuma hizo? Mimi mtu ambaye namjua ambaye ni muumini wangu, nilikuwa namuona kama muumini wangu, alikuwa anakuja kanisani, mwishoni akasema kwamba amenipa pesa. Anaitwa Damian, sio Daniel kama unavyosema wewe. Mimi ndo nalijua, lakini tofauti na hapo lakini sio kwamba alinipa pesa, yeye alinipa pesa. Labda muulize vizuri hiyo pesa alimpa nani. Kama ndio huyo Damian, basi naamini ya kwamba ni swala ambalo lipo katika uongozi, na naamini ya kwamba na sisi tunategemea viongozi wetu wa nchi. Sasa huyu muumini ambaye pengine alikuwa muumini wako kanisani, yeye anadai kwamba kuna fedha ambazo mlikubaliana kwamba kwa ajili ya ununuzi wa nyumba, na anasema baada ya kushindikana, baada ya kufanikiwa wewe kumuombea na akapona kwa sababu alikuwa anasumbuliwa, anasema alikupa kiasi cha shilingi milioni 5 kama sehemu ya asante. Sijui kama una kumbukumbu zozote kuhusu mtu wa aina hii? Hapana, mimi sijui kwa kweli hilo swala. Sijui kabisa. Uko Makambako sehemu gani na kanisa lako linaitwaje? Kwa sababu pia siwezi kujieleza sana kwa sababu siwajui, afu msijawahi kuona na namba nyingine kwenye simu yangu. Iko tuma ambayo imeelekezwa kwako, ndio maana tunataka kujua kwamba kuna ukweli kiasi gani na kwa namna gani pengine wewe ulishirikiana na huyu mzee kwa ajili ya kumnunulia hiyo nyumba, na tunataka kujua umefikia wapi kwenye manunuzi ya nyumba hiyo. Maana yake anasema hela zote ziliingizwa pia kwenye akaunti yako. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba mimi ningepata nafasi ya kuongea naye vizuri, labda ningeeleza pesa tumeshazungumza naye na ndio maana ametupa haya maelezo.